kulitia jina lako mahali hapa, wanaendelea kutafuta uso wako mahali hapa, wanaendelea kusema nawe Bwana asubuhi ya leo. Baba, ni asubuhi ambayo Bwana tunajikabidhi mikononi mwako Bwana, tunapokwenda kusikia neno lako la uzima Bwana. Utupe hekima itokayo kwako, utupe maarifa itokayo kwako. Funua akili zetu zikapate kuelewa na maandiko, Roho wako kufafanusha maandiko kule kuna kututia nuru na kutuondolea ujinga. Bwana, kwa neema yako, nuru yako Bwana ikang'ae katika giza, ikang'ae katika mateso, ikang'ae katika dhiki, ikang'ae katika misiba, ikang'ae Bwana kwa neema yako. Tukaone utukufu wako, tukaone baraka zako, tukaone uponyaji wako, tukaone ufunguzi wako, tukaone ukombozi wako, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Uinuliwe, utukuzwe Mfalme wa amani, kwa sababu ni Mungu unaishi na kutawala, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Bwana Yesu, tunakushukuru mno. Ni asubuhi ambayo Bwana imekupendeza machoni pako. Sasa tuketi mezani pako kwa ajili ya kula na kunywa. Baba, tuko tayari sasa kwa Roho yako Mtakatifu aliye mwalimu. Tuko tayari sasa kwa Roho yako Mtakatifu aliye mwalimu, kiongozi wetu, anayetupa hekima, anayetupa maarifa, anayetufunulia mafumbo ya siri za ufalme wako, anayetufunulia neema kutoka kwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, tunakutukuza mno. Roho Mtakatifu, karibu sasa ukae pamoja nasi kama ambavyo neno lako linatuambia. Utakuwa pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Tunakutukuza mno, tunakushangilia kwa sababu ya uaminifu wako mkuu. Anza pamoja na sisi, ukamalize pamoja nasi kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kanisa tuseme amen. Shangilie Bwana kwa makofi. Asanteni sana praise and worship team. Asanteni sana wapiga vyombo. Asanteni sana media team kwa wema wenu na uaminifu wenu, ambao kwa kweli kazi hii mnaifanya ni kazi ya kujitoa mbele za Bwana. Si kazi nyepesi sana mtu kudamka asubuhi, lakini ni neema ya Mungu ndio inayotusaidia kuamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kuendelea kutafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ametupa neema tena kwa siku hii ya leo. Ni siku ya Jumatatu, siku ya tarehe 2 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025. Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki hii tutajifunza somo linalosema mwezi wa 6 ni wakati wa kupokea habari njema na kufunuliwa kwa siri zilizofichwa na Bwana. Mwezi huu wa 6 ni wakati wa kupokea habari njema na kufunuliwa kwa siri zilizofichwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mwezi wa 6. Mwezi huu ndio unaogawa mwaka huu 2025. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi huu ni mwezi wa 6. Ni mwezi ambao unaugawa mwaka 2025, kwa maana tumefika nusu ya mwaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunayo neema ambayo Mungu ametufunulia kwa siku hizi 5 ya kutuambia kwamba ndani ya mwezi huu wa 6 kuna siri gani imefichwa. Bwana Yesu asifiwe. Na siri mojawapo ambayo imefichwa katikati ya mwezi huu wa 6 ni wakati wa kupokea habari njema na kufunuliwa kwa siri zilizofichwa na Bwana. Sisemi kwamba miezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 haukupata habari njema. Ni tukio ambalo hili linashangaza kidogo kwa mwezi wa 6. Tunajiuliza ni kwa nini isiwe mwezi wa kwanza, isiwe mwezi wa pili, isiwe mwezi wa 3, isiwe mwezi wa 4, isiwe mwezi wa 5, na iwe mwezi wa 6? Au kwa nini isiwe mwezi wa 7, isiwe mwezi wa 8, isiwe mwezi wa 9, isiwe mwezi wa 10, isiwe na mwezi wa 11, isiwe mwezi wa 12? La hasha. Bali haya ni majira ambayo Mungu ama serikali ya ufalme wa Mungu huwa inazungumza katika nyakati hizi za majira ya mwezi wa 6 kwa mwaka husika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwezi wa 6 ni wakati wa
kupokea habari njema. Habari njema ni habari ambazo haziumizi. Habari njema ni habari ambazo hazileti hukumu kwa mwanadamu. Habari njema ni kwamba zile habari zinaleta faraja kwa mwanadamu ambaye alifika mahali akakata tamaa, akakosa tumaini. Lakini mwezi wa 6 ni kalenda ambayo mbingu zinaamuru sasa iwe ni habari ya kupokea habari njema na kufunuliwa kwa siri zilizofichwa na Bwana Yesu Kristo. Na Mungu, maombi yangu wiki hii, Mungu akupashe habari njema na kukufunulia siri zilizofichwa na Bwana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la somo hili ni kuwafungua. Hebu sema ni kuwafungua waumini. Lengo la somo hili tutakapojifunza, lengo lake ni kutufungua sisi waumini ama Wakristo macho yetu ya rohoni, ili tutambue kuwa mwezi wa 6 ni wakati wa kipekee ambapo Mungu hutoa habari njema, hufunua mapenzi yake yaliyofichwa na huamsha majira mapya ya neema katika maisha ya mtu binafsi au taifa. Narudia tena, tutakapojifunza somo hili litupe neema ya kutusaidia ama kutufungua macho yetu ya rohoni, masikio yetu ya rohoni, masikio apate kusikia, macho apate kuona na kutambua kuwa mwezi wa 6 ni wakati wa kipekee ambapo Mungu hutoa habari njema na kufunua mapenzi yake yaliyofichwa na huamsha majira mapya. Na Mungu anakwenda kuamsha majira mapya ya neema katika maisha ya mtu binafsi au taifa au familia au jamii inayowazunguka. Na maombi yangu mimi mwezi huu ama wiki hii pamoja na mwezi huu, Mungu akupe neema ya kukufungua macho yako ukapate kujua mapenzi ya Mungu na siri zilizofichwa katika ufalme wa Mungu. Kwa mwezi huu upate kufunuliwa, upate kujua hakika kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, Mungu anaendelea kukupenda, Mungu anakusamini kama mtoto wake katika nyakati hizi tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo andiko letu ambalo tunataka kutembea nalo kwa siku ya leo ni kitabu kile cha Luka mtakatifu, ile sura ya 1 mstari wa 26 na ule mstari wa 28. Luka mtakatifu sura ya 1 mstari wa 26 mpaka ule mstari wa 28. Maandiko yanatuambia mwezi wa 6. Hebu sema mwezi wa 6. Hebu sema mwezi wa 6. Si ndio tulionao huu ila hakusema tarehe, ila alisema ni mwezi wa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema mwezi wa 6, lakini hatujaambiwa ni tarehe ngapi. Zimefichwa. Ila ni mwezi wa ngapi? Wa 6. Ndio maana nimekuambia mwezi huu ni mwezi wa kupokea habari njema na kufunuliwa kwa siri za Bwana. Yawezekana ulifunuliwa jana, ilikuwa tarehe 1, haukuelewa. Tarehe 2 twende mpaka tarehe ya mwisho ya mwezi huu wa 6. Tegemea kupokea habari njema na kufunuliwa kwa siri za ufalme wa Mungu na Bwana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anatuambia mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Nami nasema wiki hii malaika wa Bwana atatumwa mpaka kwenye kanisa la AICT Chang'ombe. Atatumwa mpaka nyumbani kwako. Atatumwa mpaka kwenye kampuni yako. Atatumwa mpaka kwenye biashara yako. Atatumwa mpaka kwenye huduma yako. Atatumwa mahali popote, iwe ni shambani, kwa lengo la kuleta habari njema katika ufalme wa Mungu, kukupasha habari njema, aidha ya tumaini ambalo lilikuwa limepotea, aidha umefika mahali umekata tamaa, aidha umefika mahali sasa umeona kwamba haiwezekani tena kuishi, lakini neno la Bwana linasema huyu malaika mwezi huu atatumwa kwako, jiandae kumpokea. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mjumbe wa Mungu huwa anakuja kwa nyakati tofauti tofauti. Anaweza kukutokea kwa umbo la mwanadamu. Unaweza ukasikia kabisa neno la Mungu likisema na wewe
kwa habari ya kukutia moyo, kwa habari ya kukufariji, kwa habari ya kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, whatever. Huyu alimtumia malaika ambaye anahusika na idara ya kutupasha habari katika ufalme wa Mungu. Biblia inasema huyu malaika alitumwa mpaka kwenye mji wa Galilaya, jina lake ulikuwa unaitwa Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Hebu sema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Anapozungumza habari ya neema, neema ni nafasi ama kibali cha upendeleo, ingawa haukustahili kupendelewa, haukustahili kupewa, haukustahili kukibeba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tu ni neema ambayo inamshukia mtu, ambapo Mungu mwenyewe anaamua kumpa huyu mtu ingawa hakustahili kupewa. Ndio maana salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Lakini neema inapokuja kwa mtu, na Mungu huwa yuko pamoja na huyo mtu. Neema ni full package. Hebu sema ni full package ya mahitaji yote ya mwanadamu. Pamoja na hayo, inapokuja hiyo neema kwa mwanadamu, uelewe kabisa na Mungu yuko hapo hapo pamoja na wewe, kuhakikisha kwamba hicho anachokupa, ingawa hukustahili kupewa, anakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mkumbuka Yusufu alipokuwa gerezani, alipata neema, lakini Mungu aliendelea kwa pamoja na Yusufu gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mahitaji ambayo Yusufu alitakiwa kuyapata akiwa gerezani, Mungu alimpa kwa sababu alikuwa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye hili andiko ambalo tumeliona hapa, ambalo linazungumzia habari ya mwezi wa 6 malaika Gabrieli kutumwa kwenda mpaka mji wa Galilaya, anakufika kitongoji kinaitwa Nazareti kwa mwanamwali aliyekuwa anaitwa Bikira Maria. Akafika katika ile nyumba, akaingia nyumbani kwake akisema salamu uliyepewa neema, Bwana yupo. Hiyo sasa ndio habari njema. Hebu sema hiyo ndio habari njema sasa. Hiyo ndio habari njema ya kwamba salamu anasema hivi, salamu uliyepewa. Hivi neno uliyepewa ni past tense, uliyepewa, si ndio? Yaani kumbe kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Biblia inasema alishapewa tayari. Ila tu malaika alikuja kuthibitisha kile ambacho Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu tayari Bikira Maria alishapewa neema hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na kutembea pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mariamu ndio tunaanza kuona kwa mara ya kwanza rekodi zake zinawekwa. Kwa sababu kuna vitabu vya manabii walitabiri tu, tazama bikira atachukua mimba, lakini jina lake lilikuwa halijadhihirika kwamba ni nani. Lakini hapa Yesu anakuja anafunua siri sasa. Kumbe huyu bikira jina lake tulikuwa tukimtaja kwenye vitabu vya manabii kwamba atachukua mimba, atatabiriwa kwamba atazaliwa Yesu, lakini nani atakaye kuja kumzaa? Maandiko yanasema ndio kwa mara ya kwanza Mariamu anatajwa kwenye kitabu hiki kwamba yeye ndiyo anayestahili kumbeba Yesu, na Yesu huyo ndiye atakayestahili kuja kutuokoa sisi pamoja na dhambi zetu. Nataka nikwambie, kwenye hii jamii ya Galilaya na vitongoji vyake vya Nazareti walikuwepo mabikira wengi, lakini huyu Mariamu alipata neema. Nimekuambia neema ni nafasi ya upendeleo ambao mtu anapewa ingawa hakustahili kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Nami ninakuombea wiki hii na mwezi huu, kile ambacho hukustahili kupewa, Bwana akupe kwa neema yake, alafu aendelee kwa pamoja na wewe katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kipindi hiki sasa leo hii tutajifunza
mambo yasiyopungua matatu kwenye andiko hili ambalo tumelisoma la Luka sura ya 1 ule mstari wa 26 na mpaka ule mstari wa 28. Jambo la kwanza ni hili: mwezi wa 6 ni majira ya kufikia neema ya kipekee kutoka kwa Mungu. Yaani ni kwamba tarajia sasa mwezi huu wa 6 ufikie majira, yani ni majira, uelewe kwamba ni majira ya kufikia neema ya kipekee kutoka kwa Mungu, ama ni majira ya kupokea neema ya kipekee kutoka kwa Mungu. Elewa kabisa, mwezi huu wa 6 ni majira ya kupokea neema ya kipekee kutoka kwa Mungu. Hebu nyanyua mkono wako juu, mwambie Bwana Yesu, niko tayari kuipokea neema yako ya kipekee kutoka kwako kwa mwezi huu wa 6. Niko tayari kuipokea neema yako ya kipekee kutoka kwako mwezi huu wa 6 katika jina la Yesu. Amen. Hii neema tunayozungumza ya kipekee si sawa na ile neema ulioipokea Januari, si sawa na ile neema uliopokea mwezi wa 2, si sawa na ile neema uliopokea mwezi wa 3, sio sawa na ile neema ulioipokea mwezi wa 4, sio sawa na ile neema ulioipokea mwezi wa 5. Hii ni neema ya kipekee ambayo Bwana Yesu kwa mwezi huu atakukirimia. Ukishaipokea, Mungu hana namna ya kuwa pamoja na wewe, na kwa maana hiyo akiwa pamoja na wewe, Mungu atakulinda, Mungu atakuponya, Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, Mungu atakufungua, Mungu atakupigania na vita ambavyo vinapigana na wewe, kwa kila jambo ambalo Mungu amekukusudia katika maisha yako, kwa sababu hiyo neema ya kipekee itakuwa pamoja na wewe. Nimekuambia neema ya Mungu ni full package ya mahitaji ya mwanadamu, kila mahitaji ya mwanadamu kwa kadiri ambavyo Mungu anahitaji kukupa. Lakini neema ni kama kifurushi ambacho kimebeba full package ya mahitaji ya mwanadamu. Na mimi katika jina la Yesu wiki hii, Mungu akupe neema hii ya kipekee kwa full package iliyoko ndani kulingana na mahitaji yako ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza tutarajie kwamba majira ya kufikia kupokea, tuelewe kwamba mwezi wa 6 ni majira ya kupokea neema ya kipekee kutoka kwa Mungu. Katika mwezi huu Mariamu, sasa kama tulivyosoma, katika mwezi huu Mariamu alipokea salamu ya kipekee kutoka mbinguni. Akaambiwa, salamu uliyepewa neema. Hii inaonyesha kwamba mwezi huu unaweza kuwa wakati wa mtu kupendelewa na Mungu kwa namna isiyo ya kawaida. Mwezi huu tutarajie kwamba kila mmoja wetu aliyeko hapa, hata wewe unayenifuatilia kwenye mitandao, tegemea kwamba utapata neema ya upendeleo kutoka kwa Mungu ambayo si ya kawaida kabisa katika maisha yako, na jina la Bwana litaendelea kutukuzwa katikati ya maisha yako. Nasema hivi, tarajia kupokea upendeleo usio wa kawaida kwa mwezi huu wa 6. Endapo kitulia mbele za Bwana, endapo taamua kutafuta mahusiano yako mazuri na Mungu wako, ukatakapofika mahali ukasema sasa nimeamua kumlingana Bwana, Bwana anasema tarajia kupata neema ya kipekee kwa mwezi huu ambayo si ya kawaida katikati ya maisha yako, ambayo hujawahi kuiona katikati ya maisha yako, ambayo hujawahi kuiwaza katikati ya maisha yako, ambayo hujawahi kuishuhudia katikati ya maisha yako. Tarajia kwamba neema hii ya kipekee utaipata. Tarajia kwamba upendeleo huu wa kipekee utakuja kwako. Tarajia kuna salamu utasalamiwa, lakini salamu hii si ya kawaida katikati ya maisha yako. Binti huyu anauliza, salamu hii ni ya namna gani? Salamu hii ni ya namna gani? Malaika anamwambia, umepewa neema na Bwana yu pamoja nawe. Maana yake hii neema ilikuwa ni neema si ya kawaida katika maisha ya Mariamu kwa kipindi hicho. Nami nataka nikwambie, neema hii itakuwa si ya kawaida katikati ya maisha yako. Neema hii itakuwa si ya kawaida katika kampuni yako. Neema hii itakuwa si ya kawaida katika kazi yako. Neema hii itakuwa si ya kawaida katika huduma yako. Neema hii itakuwa si ya kawaida katika
katika shambani kwako, kwenye biashara yako, kwenye kampuni yako, sijui kwenye namna hii, itakuwa si ya kawaida. Ni neema ambayo itakwenda kuleta suluhisho la matatizo yako, na hatimaye tutakuona sasa ukikua, ukiongezeka, ukizaa na kuijaza nchi katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile Luka sura ya 1 mstari wa 28, Biblia inasema akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Kwa nini? Hii ni salamu ya upendeleo kabisa kwa mtu ambaye hakuistahili. Kwa nini? Kile kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 19. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 33 mstari wa 19. Biblia inasema akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Hebu sema, nitapitisha wema wangu mbele yako. Anasema nitapitisha wema wangu mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Nami maombi yangu, Bwana akufadhili na wema wake, Bwana akuirehemu na wema wake, na Bwana apitishe wema wake mbele za maisha yako kwa nafasi ya upendeleo ambao hujawahi kuiona katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu hakuwa maarufu kabisa. Mariamu hakuwa maarufu, wala hakuwa katika nafasi ya kifalme au kikuhani, lakini mwezi wa 6 alichaguliwa na kupokea neema ya kumbeba Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivi, Mariamu hakuwa maarufu, na wala hakuwa kutoka kwenye mambo ya kifalme, na wala yeye hakustahili kabisa, lakini mwezi wa 6 alipokea neema hiyo ya kipekee, akawa mama wa Yesu, akawa anastahili kumbeba Yesu. Na mimi maombi yangu, hata kama hauna umaarufu mwezi huu, mwaka huu umekosa umaarufu, mwezi huu wa 6 upate neema. Unayenifuatilia, mwezi huu upate neema ya kipekee, na wewe utambulike, uweke rekodi katika maisha yako ya kwamba hata wewe kuna kitu ambacho Mungu atikiweka ndani yako, iwe ni kwenye huduma unayofanya, iwe ni kwenye kampuni unayoifanya, iwe kwenye kazi unazozifanya, lakini tegemea Bwana atakujengea umaarufu kuanzia mwezi huu wa 6. Hata wewe unayenitegemea sasa, umediriki kusema kwamba mwezi huu ni lazima nikagombee ubunge, ni lazima nikagombee udiwani. Hata kama ulikuwa hauna umaarufu, nataka nikwambie, pokea neema ya kipekee asubuhi ya leo ambayo itakufanya uandike rekodi katika ulimwengu huu na katika dunia hii, ya kwamba hata wewe miongoni mwa wachaguliwa na wewe utakwemo, miongoni mwa madiwani utakwemo, miongoni mwa wafanyakazi utakwemo, miongoni mwa wafanyabiashara utakwemo, miongoni mwa wale wafanyabiashara ambao walikuwa hawajulikani. Mungu akupe neema hiyo kajulikane kama ambavyo Mariamu alijulikana mwezi wa 6 kwamba yeye ndio anayestahili kumbeba Yesu, yeye ndio anayestahili kumzaa Yesu. Na malaika akamwambia, jambo hili litawezekanaje? Mimi simjui mme. Akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, hata nguvu zake za aliye juu, kwa maana hiyo atakufunika kama kivuli. Kwa maana hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Nami nataka nikwambie, katika neema hii tarajia nguvu za Mungu kukuzunguka na kukufunika hapo alipo. Kwa maana hicho kitakachokuja kuzaliwa, aidha ni kwenye kampuni, iwe ni kwenye huduma, iwe ni kwenye familia, iwe ni mahali popote, tutegemee kwamba hicho kitakachokuja kuzaliwa kitaitwa ni kitakatifu, kwa sababu mwana wa Mungu amekifanya hivyo kwa neema inayotoka kwake ambayo ni ya kipekee katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hatoi neema kwa sababu ya vyeo. Mungu hatoi neema kwa sababu ya uzuri tulio nao. Mungu hatoi neema kwa sababu ya status ulio nayo, la hasha, bali kwa majira yake aliyoyaweka. Mwezi wa 6 ni mojawapo ya majira hayo, nami nakwambia pokea majira hayo ya kupokea neema hiyo, kwa sababu si kwamba una cheo, si kwa sababu ya uzuri wako, si kwa sababu ya sifa ulionao, la hasha, bali ni mwezi ambao
limekusudiwa katika ufalme wa Bwana kuachilia neema ya kipekee katika maisha ya waumini ambao wanaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ni hili hapa. Mwezi wa sita ni majira ya habari njema kutoka kwa Mungu. Elewa kabisa, mwezi wa 6 ni majira ya kupokea habari njema za ufalme wa Mungu. Ni mwezi wa 6 ni mwezi ambao ama ni majira ya kupokea habari njema kutoka kwa Mungu. Habari njema inapokuja kwako inakuja kuondoa mahangaiko, inakuja kuondoa shida, inakuja kutatua matatizo ambayo wewe ulikuwa unaona hayawezekani. Lakini neema hii ama habari njema inapokuja kwako, tarajia kwamba habari hii njema ikija kwako inakuja kutatua matatizo kabisa ambayo ulikuwa nayo katikati ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Malaika hakumletea Mariamu maneno ya hukumu, hilo lazima tujue. Alileta habari njema. Kwa hiyo Mariamu hakuletewa habari ya hukumu, bali habari ya tumaini, habari ya uzima na habari ya baraka katikati ya maisha yake. Kwa hiyo hata mimi nataka nikwambie, tarajia kupokea habari ya tumaini, uzima na baraka katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Luka ile sura ya 1 mstari wa 31 akasema, tazama hiyo habari njema sasa. Tazama utachukua mimba, utazaa mwana, nao utamuita jina lake Yesu. Hii ilikuwa ni habari njema kwa Mariamu ambaye macho yake na masikio yake hayajawahi kusikia wala kuona, lakini hili jambo alifunuliwa kwa sababu ilikuwa ni neema ya kipekee katikati ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema Roho wa Mungu kwenye kitabu cha Isaya 61 mstari wa 1, Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Nami nataka nikwambie asubuhi ya leo, Bwana amenitia mafuta ili nikuhubiri habari njema ya kwamba liko tumaini ambalo Bwana ataliachilia katikati ya maisha yako, ili kukuletea baraka, ili kukuletea uzima, ili kukuletea mafanikio, ili kukuletea habari ya kufunguliwa kwako, ili kukuletea habari ya kutoka kwenye utumwa wa dhambi na kuja kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ibrahimu, tunamjua Ibrahimu alipokuwa na miaka 99, Mungu alimwambia kwamba Sara atazaa mtoto. Kwa hiyo ilikuwa ni habari njema iliyopita uwezo wa akili zao, ilipita uwezo wa ufahamu zao. Kwa nini? Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 10 akamwambia, Mwanzo 18 mstari wa 10 akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Aliposikia, maandiko anasema alicheka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anajiona, hii umri wangu huu mbona umeenda sana, nawezaje kupata mtoto? Malaika akamwambia, hakuna jambo, anasema kwa Mungu hakuna jambo lolote gumu asiloliweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni Mungu wa wote wenye mwili. Na kwa majira ya Bwana, maandiko anasema Sara akabeba mimba, akamzaa mtoto anaitwa Isaka kutoka kwa Bwana. Wakamtukuza Mungu wao kwa sababu walipokea habari ambayo kwa kweli ilisikitisha masikio, iliwafanya mpaka masikio yao yaendelee kuwasha, kwa sababu kibinadamu hawakutarajia kupata mtoto kwa umri ule. Nami nataka nikwambie, hii ni neema ya kipekee kwako. Kwa mambo yasiyowezekana, Bwana anakwenda kuyafanya yanawezekana katikati ya maisha yako. Nataka nikwambie, wewe uliyekata tamaa kwa sababu ya tatizo sugu ambalo unaliona katikati ya maisha yako limeshindwa kupata ufumbuzi, kama ambavyo Ibrahimu na Sara walivyokuwa katika familia yao. Tatizo la kutokupata mtoto lilichukua muda mrefu, likawa ni tatizo sugu. Lakini nataka nikwambie, tatizo hili waliposikia habari njema za ufalme wa Bwana, kwa neema ya kipekee Mungu alitatua tatizo lao. Nami nataka nikwambie, kwa neema hii ya kipekee, sikia neno la Bwana. Bwana anakwenda kutatua tatizo ulilonalo lilokaa kwa muda mrefu katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwezi huu ni wa kipekee. Taarifa mpya zitakazobadili, tarajia kupokea taarifa za kipekee zitakazobadilisha mfumo wa maisha yako, mfumo wa kuenenda kwako, mfumo wa afya yako, mfumo wa uchumi wako. Tarajia kuzipokea hizi habari njema ambazo zitakwenda kubadilisha maisha yako. Na jambo la tatu ambalo la mwisho kwa siku hii ya leo,
mwezi wa 6 ni wakati wa kufunuliwa kwa siri kuu za Mungu. Elewa kabisa kwamba mwezi huu wa 6 ni wakati wa kufunuliwa kwa siri kuu za Mungu. Ndugu zangu, anapozungumza hili neno la kwamba ni wakati wa kufunuliwa kwa siri kuu za Mungu, unachopaswa wewe sasa, mwezi huu uwe ni mwezi wa kutulia mbele za Bwana. Mungu aweze kukufunulia mambo haya. Kama unakuwa na mambo mengi, unapaswa kutulia mbele za Bwana. Tafuta uso wa Bwana, mambo haya yatafunuliwa kwako. Mambo ambayo hujawahi kuyaona, mambo ambayo hujawahi kuyasikia, tarajia kupitia neema hii ya kipekee yatafunuliwa kwako, endapo utaamua kuketi barazani kwa Bwana, kutafuta uso wa Bwana, kuzungumza na Bwana, soma neno la Bwana, omba maombi, mtafakari Mungu, jitafakari njia zako. Kwa kufanya hivyo, Mungu yuko tayari kukufunulia siri za ufalme wake, kukufunulia habari njema za ufalme wake, kukufunulia matumaini ya maisha yako ya baadaye, kukufunulia kila ambacho amekukusudia katikati ya maisha yako, iwe ni kupitia kwenye ujuzi ulio nao, kupitia kwenye mazingira ulio nao, kupitia kwenye huduma ulio nayo, kufutia kusudi ambalo Mungu tarajia. Unapomlingana Bwana kwa mwezi huu, Mungu atakufunulia siri za ufalme wake. Sasa unaweza ukaniambia kwamba mtumishi, ulituhubiria, mbona hatukujawahi kufunuliwa mambo haya? Lasha. Mimi nakupa njia ambazo zitakufanya kwa mwezi huu wa 6 uweze kufunuliwa siri kuu za ufalme wa Mungu. Tulia magotini kwa Bwana, soma neno la Bwana, litafakari neno la Bwana, lielewe neno la Bwana, ingia kwenye maombi, omba sana. Kupitia maombi, kupitia kusoma neno la Bwana, Mungu hana budi kukufunulia siri kuu za ufalme wake katikati ya maisha yako, katika jina la Yesu. Kwa hiyo habari ya Mariamu kumbeba Yesu haikuwa ya kawaida. Haikuwa ya kawaida, ni jambo lililofunuliwa kuu kutoka kwenye siri, kutoka kwenye serikali ya ufalme wa Mungu. Ilikuwa ni siri ya mpango wa ukombozi kwa wanadamu uliokuwa umefichwa tangu zamani. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 35, Biblia inasema, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Umeona hiyo siri kuu ya ajabu? Malaika atakujilia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Hii ndio ilikuwa siri kuu iliyofunuliwa kwa Mariamu, kwamba pamoja na kwamba wewe ni bikira, umepata neema ya kipekee. Kwa maana hiyo, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu za aliye juu zitakufunika. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Maombi yangu wewe unayenisikia sasa, malaika ama Roho wa Bwana akujilie juu yako na nguvu zake aliye juu zikufunike, aidha ni kwenye kampuni yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye familia yako, ili hicho kitakachokuja kuzaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kitaitwa chombo kitakatifu kwa ajili ya ufalme wa Mungu katikati ya maisha yako. Kwa nini? Biblia inatuambia unapoendelea kumlingana Bwana, unapoendelea kusoma neno la Bwana, unapoendelea kuomba mbele za Bwana, unapokaa katika utulivu wa Bwana ili kuipata siri hii kuu, Mungu hanaga option ama hanaga kwamba anasema hivi kwenye kitabu cha Amos sura ya 3 mstari wa 7, hakika Bwana Mungu. Hebu sema hakika Bwana Mungu. Nimekuambia ili uzipate siri hizi kuu za ufalme wa Mungu, soma neno la Bwana, omba, ishi maisha ya kumpendeza Bwana, mtafute Bwana wakati wowote. Ndio anasema hakika, Mungu anaapa kabisa hakika yake. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa hauna ile shauku ya kusoma neno, hauna shauku ya kuomba, Bwana akupe shauku ya kusoma neno, na Bwana akupe shauku ya kumuomba bila kukata tamaa. Na kupitia hivyo vitu utakavyovifanya, tegemea Bwana anasema hakika hatafanya jambo lolote pasipo kukufunulia siri za ufalme wake.
Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akupe neema hiyo. Mfano tunaanza tukuona Danieli aliwahi kufunuliwa siri ya ndoto ya Nebukadneza ambayo hakuna mtu mwingine aliyeweza kuelewa, kwenye kitabu cha Danieli sura ya 2. Si mnaikumbuka ile ndoto? Akafunuliwa ile ndoto, akaja akasema maneno haya kwenye Danieli sura ya 2 mstari wa 28. Anasema, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Hebu sema, yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Ukiangalia ule mstari wa 16 wa Danieli sura ya 2, Danieli baada ya kusikia habari ya kwamba mfalme Nebukadneza ameshindwa kutafasiriwa ile ndoto na waganga na wenye hekima, akatangaza kwamba atawaua wote. Danieli aliposikia lile neno akasema, akauzungumza na yule mkuu wa matoasha, akamwambia, Bwana, hebu nipe kibali nimuone mfalme, kwa sababu hii amri ya mfalme imekuwa ni kubwa, ni hasira sana. Hebu nipe muda nikaende. Alivyopewa kibali cha kwenda kumuona mfalme, maandiko anasema akamwambia, nipe muda, Mungu aliyeko mbinguni atadifunua siri hii. Biblia inasema Danieli pamoja na Meshaki, Shadraka na Abednego wakaenda wakakusanyana, wakaenda wakamuomba Mungu kwa habari ya ile siri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimekuambia siri hii haiwezi kufunuliwa kwako kama hautaomba. Mwambie jirani yako, mwezi huu ni mwezi wa kumtafuta Bwana. Mwambie mwezi huu ni mwezi wa neema wa kumtafuta Bwana. Na Bwana ataweka mzigo ndani yako, uendelee kumwomba Bwana siku zote bila kukata tamaa. Na kupitia maombi hayo, kupitia kutafakari kwako kwa neno, tarajia Mungu atafunua siri ambazo macho yako hayajawahi kuona na masikio yako hayajawahi kusikia, katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo ufunuo wa mwezi wa 6 ni wakati wa kuona yale ambayo wengine hawawezi kuona kwa macho ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi huu ni mwezi wa kufunuliwa mambo ambayo si ya kawaida, ambayo hata wengine hawajawahi kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yangu, Mungu akufungue macho, akufunulie siri ambazo watu wengine hawajawahi kuona, hawajawahi kusikia, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuelewe kwamba mwezi wa 6 si mwezi wa kawaida kwa nyakati tulizo nazo katika ulimwengu wa roho. Mwezi wa 6 si wakati wa kawaida katika ulimwengu wa roho. Ni mwezi wa kupendelewa kwa neema maalum. Ni mwezi wa kupendelewa kwa neema maalum. Ni mwezi wa kupokea habari njema kutoka kwa Mungu. Lakini pia ni mwezi wa kufunuliwa siri za mbinguni. Tusimame. Bwana Yesu, ninakushukuru. Mwezi huu ni mwezi wa kupokea habari njema. Ni mwezi wa kufunuliwa siri za ufalme wako. Ni mwezi wa kupokea taarifa ambazo kwa kweli wengine hawawezi kuzipokea. Ni mwezi wa kupendelewa na wewe. Ni mwezi wa kufunuliwa yale ambayo hatujawahi kuyaona, mambo yasiyokuwa ya kawaida, mambo ya kushangaza. Kama ambavyo Bwana Yesu ulimtembelea kwa neno lako la mjumbe malaika Gabriel kumfunulia habari njema za ufalme wako, habari za mikakati na mipango yako ya kumleta Yesu duniani. Kwa kweli kwa Nazareti, kijiji kile kilitaharuki baada ya kusikia habari njema kwamba umemtembelea bikira, lakini bikira huyu hajawahi kumjua mwanamume, lakini akauliza jambo hili litakuwaje? Mungu ulitoa njia, ukasema kwamba Roho Mtakatifu atamjilia mtumishi wako juu yake, pamoja na nguvu za aliye juu zitamfunika kama kivuli. Kwa maana hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Maombi yangu kwa mwezi huu wa 6, Bwana tusaidie. Roho wako Mtakatifu atujilie juu yetu, na nguvu za aliye juu zitufunike Bwana. Tupate neema ya kutafakari neno lako. Tupate neema ya kulisoma neno lako. Tupate neema ya kuomba kwa bidii.
ndipo Bwana utatufunulia siri za ufalme wako. Ndipo Bwana utatuletea habari njema za ufalme wako. Ndipo Bwana utatuletea habari za matumaini katikati ya maisha yetu. Ndipo Bwana utatatua matatizo yetu yaliyo sugu, kama ambavyo Bwana mtumishi wako Ibrahimu ulipomkuta kwenye mialoni ya Mamre akitafakari neno lako wakati wa jua hali. Baba, kwa neema yako alipokupokea ukamkaribisha, akakukaribisha hemani mwake. Baba, hukuwa na sababu, kwa sababu mtumishi wako alikuwa ameketi barazani pako akitafuta uso wako, akitafuta wema wako, akitafuta suluhisho la tatizo ambalo lilikuwa ni la muda mrefu katika familia yake kutokupata mtoto. Lakini kwa neema yako Bwana ulitangaza habari njema baada ya kupokea sadaka ile ya mwanandama. Bwana ulipokula ukatangaza ya kwamba hakika majira kama haya Sara mkeo kwa Ibrahimu atapokea mtoto. Nami Bwana kwa neema yako natangaza neema yako kwa watu wako wanaosikia. Hakika majira kama haya mwakani Bwana, wasiozaa wakazae, wasiofunguliwa wakafunguliwe. Kwa neema yako Bwana, mwezi huu ni mwezi ambao Bwana tukapokee habari njema za ufalme wako, tukapokee siri za ufalme wako ambazo macho yetu hayajawahi kuona, masikio yetu hayajawahi kusikia, kwa ajili ya utukufu wako. Baba, tunakuinua, tunakutukuza mno. Kwa neema yako hii ya kipekee tunatarajia kwamba kuona na kupokea habari njema kutokana na neema hii ya kipekee, neema isiyo kawaida, neema ambayo si kama ile ya mwezi wa kwanza, si kama ile ya mwezi wa pili, si kama ile ya mwezi wa tatu, si kama ile ya mwezi wa 4, si kama ile ya mwezi wa 5, bali hii ya mwezi wa 6 ni neema ya kipekee kwetu, ya mambo magumu tusiyotarajia yanakwenda kufunuliwa kwetu, yanakwenda kutatuliwa kwetu, yanakwenda kufunguliwa kwetu, yanakwenda kuwa ndio mwanzo mpya wa sisi kuzaa, kuenea na hatimaye kuijaza nchi katika ufalme wako. Katika jina la Yesu Kristo, tujalie watumishi wako, tujalie watoto wako, hata wale wanaotufuatilia sasa kwa njia ya mitandao Bwana, kwa neema yako Bwana ukawape neema ya kipekee kwa mwaka huu, mwezi huu wa 6 Bwana. Neema hii Bwana ikawafanye kujua ya kwamba wewe Yesu Kristo bado unaendelea kuwapenda, ingawa wenye dhambi, ingawa wenye shida, ingawa ni wagonjwa, ingawa hawawezi. Lakini kwa neema yako hii ya kipekee Bwana ukatangaze uponyaji katikati ya maisha yao, ukatangaze kufunguliwa kwao katikati ya maisha yao, ukatangaze uweza katika maisha yao, ukatangaze baraka katikati ya maisha yao. Kwa neno lako Bwana, kwa mjumbe wa malaika, kwa neno la mjumbe wa malaika wako Bwana, akawatembelee katika kampuni zao, akawatembelee kwenye biashara zao, akawatembelee kwenye familia zao, akawatembelee kwenye huduma zao, akawatembelee kwenye mashamba yao, akawatembelee kwenye miradi yao, na kuwapasha habari njema kwa habari ya maisha yao, kwa habari ya jamii iliyowazunguka, kwa habari ya familia zao, kwa habari ya hatima ya maisha yao Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa wiki hii tuko tayari kupokea habari njema za ufalme wako. Kwa mwezi huu wa 6 ni mwezi wa ajabu, ni mwezi wa kufunuliwa, ni mwezi wa siri zilizofichwa ndani ya maisha yetu Bwana. Kwa neema yako Bwana, mwezi huu tukauone utukufu wako, mwezi huu tukaone yasiyoonekana, mwezi huu tukasikia yasiyosikika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, kama ambavyo ulisema Bwana, macho ambao jicho halijawahi kuyaona, na masikio ambao masikio hajawahi kusikia, mambo ambayo upenda kuwafunulia wale wanaokupenda na wale unaowapenda. Kwa neema yako Bwana umetupenda kwa upendo wa kipekee, kwa upendo wa kipekee, kwa upendo wa upeo Bwana. Utusaidie, utusaidie kwa mwezi huu wa 6, utusaidie kutufunulia habari njema za ufalme wako, utusaidie kutupasha habari njema za ufalme wako, utusaidie habari zitakazotuondolea shida, habari zitakazotupa tumaini, zitakazotupa baraka, zitakazotupa uzima. Kwa neema yako Mungu tusaidie, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nakushukuru mno, uinuliwe Bwana kwa sababu ya uaminifu wako. Baba, tunakushukuru. Pokea sifa na utukufu Bwana, kwa kuwa wewe Mungu umetenda. Kamata sadaka yako sasa. Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya matoleo haya ambao watoto wako tutakwenda kukutolea kwa mioyo yetu ya kupenda. Naomba ukaipokee sadaka hii. Sadaka hii ikawa ndio mwanzo wa kufunuliwa kwetu sisi.
Sadaka hii ndio ikafungue milango ya kukusikia wewe. Sadaka hii katufungulie fursa zilizoko mbele yetu Bwana. Sadaka hii katufanye Bwana tutengeneze uhusiano mzuri na wewe. Sadaka hii ikawe ni ukumbusho kwako kwamba mwezi huu ni mwezi wa kupokea habari njema. Ni mwezi wa kufunuliwa siri za ufalme wako. Baba, tunakutukuza mno, tunakushukuru mno. Pokea sadaka hii. Sadaka hii kapate kibali machoni pako. Bwana, ukaendelee kutubariki tunapotoka na kuingia kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Praise, tuimbe wimbo wa kumtolea Mungu matoleo. Yote namtolea Yesu, nampa moyo wote, nitampenda siku zote. Bwana Yesu, tumekutolea matoleo haya. Wengine wamekutolea kwa njia ya mitandao. Bariki mtumishi wako kwa neema ambayo Bwana umemjalia kukutolea hiki kichache kati ya vingi ambavyo Bwana umetubariki. Baba, kwa neema yako mbariki anapotoka mtumishi wako anapoingia. Bariki kazi za mikono yake. Tangulie Bwana, akaifanya kazi yako sasa na mapenzi yako, ili timie neno lako ambalo Bwana ulituambia zaeni mkaongezeke. Nasi tuko tayari kuijaza nchi kwa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, endelee kutulinda na kutubariki kwa neema yako, kwa ukuu wako na kwa nguvu zako. Ukalisibishe neno lako na ulisema nasi tunalindwa na nguvu zako kwa njia ya imani. Imani hii Bwana inayotokana na neno lako. Tumekuamini wewe Bwana kwamba ni mwokozi wa maisha yetu. Kwa sababu hiyo wewe ndio mlinzi wetu. Kwa sababu hiyo wewe ndio kiongozi wetu Bwana. Kwa neema yako naendelea kuwakabidhi watoto wako mikononi mwako sasa. Wengine tutawanyika mahali hapa kwenda kufanya kazi zetu ambazo Bwana umetubarikia kuzifanya. Baba, kwa neema yako wabariki watumishi wako. Kila watakachokifanya kwa mikono yao, Mungu ukawabariki katika jina la Yesu Kristo. Na sasa kanisa, pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Akuinulie uso wake na kukupeni amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana.